the economy because they were being funded by money from the government. And it took time, and not just Mau Mau roads, roads across Kenya. You know, we had a problem with roads across Kenya. And because of the way of the state of the economy, it had to take me to reorganize the economy so that we can be able to raise resources for us to be able to fund the construction of the roads. I can now confidently tell you that we have raised 170 billion. We're going to raise another 120 billion. So we now have the resources. And you see, wacha nikueleze ndugu. Najua, ukioa bibi, akwambie nitakuzalia mtoto. Pengine hawezi kukuzalia the first week, because it's not possible. Lazima ile mambo ilifanyike, alafu tungoje, si ndio? Tungoje, alafu ndio mtoto apatikane. Sasa wewe, sasa sikia, wewe ngoja. Na unajua, hata ukienda shuleni, hata ukienda shuleni, unapatiwa lesson, si ndio? Unafanyishwa kata hapo katikati, alafu kuna siku ya mtihani. Kama ni secondary school, ni after 4 years, si ndio? Sasa nikueleze, si mtihani hii ya Mau Mau, nilisema nitamaliza hizi barabara. I want to challenge you. Si unipatie nafasi. Si mtihani iko 2027. Hizi barabara za Mau Mau uniulize siku hiyo. Kama kuna barabara ya Mau Mau ambayo haitakuwa imejengwa ama kukamilishwa. Kama kutakuwa na barabara hizi zingine zote ambazo nimezianzisha, ambazo hazitakuwa sijakamilisha, si wananchi watakuweko? Na kama sijafanya, si wananchi watajua vile watafanya? Lakini sasa unachukua mtihani ya 2027 unaleta hapa 2025. Labda ni sasa unapotembea mahali unasimama sasa hiyo unaniharibia nafasi. Nikuambie vile vile some of the programs that I had planned. Nasikia hapo mwaka uliopita, nyinyi mnajua kulitokea kizungumkuti Kenya. Ile mambo yote nilikuwa nimepanga pale kwa finance bill, mambo ya barabara nilikuwa nimeweka hapo, mpango ya kufanya the next thing nimeweka hapo, ikasambaratika. Ikabidi nirudi nyuma, nipange tena. Sasa ile program yote nilikuja tena, nikatumia hii serikali ya broad based, sasa nimepitisha tena kila kitu. Sasa ndio hii sasa mimi niko na nafasi ya kutekeleza ile manifesto nilikuwa nimeongea na watu. So tunaendelea na hiyo. Swali la kwanza Mheshimiwa Rais ni wakati unapotoa sijajibu Ruringo. Wacha nijibu Ruringo. Sawa, ni sawa. Wacha nijibu Ruringo. Okay. Huyu bwana ameniambia kuhusu Ruringo. Ruringo tumesumbuka kwa sababu contractor. Ni kweli Ruringo iko na shida. Tulikuwa na contractor. Huyo contractor ametusumbua, ametupeleka kotini. Na unajua kotini I don't have control. Hakuna mtu ako na control. It is an independent institution. So we just finished the case 2 months ago. Sasa tumemwondoa ule contractor. Na kwa sababu be patient. Na kwa sababu Ruringo tulianza na ile stadium ya Meru ambayo ilikamilika zamani. Tulianza na stadium zingine ambazo zimekamilika zamani. Sasa nimeamurisha ya kwamba hii Ruringo sasa nimeambia watu wa jeshi wakuja wanisaidie kukamilisha hiyo Ruringo. And I am very confident that by the end of this year we will complete Ruringo. Na hiyo kazi mtaona vile itaendelea. Na mimi sina wasiwasi ya kwamba hii kazi nimepatiwa na wananchi kama nitatekeleza ama sitatekeleza. Na unajua nisipotekeleza I know what will happen. So I have no problem. Your Excellency, because wacha huyu jamaa alikuwa anasema. Mheshimiwa Rais, niko na maswali mawili. Swali la kwanza ni wakati unapotoa hizo ahadi huwa unapeana time